Alafu unajua nasikia kuna mafans wa Arsenal hapa. Nduru ya Arsenal. Lakini yenyewe Wakenya wengine wanaenda kwa mtandao wanasema mafans wa Arsenal wanakunywanga chai na sahani. Nikamuuliza kwa nini? Ati jowana kikombe. Yenyewe nikaona yenyewe hii Kenya nini? Sihami kabisa. Okay, habari Eldoret. Mko poa? Okay, for those who don't know me, my name is OCS, OCPT, OCICT, Oscar Sudi, Inspector. Oh my God, Inspector Major retired Nicholas Kiprotich. Oscar mbili. Ai. Hii Kenya sihami. Ukiwa mwenzangu mwambie hii Kenya uhami. Kwanza unajua saa zingine kuna kesi zingine tunaletewanga kwa police station, tunashindwa if hii case inafaa iko kwa police station ama iende kwa mganga. Kuna mtu kapsoya uko police station, mtu akakuja akasema ati paka yake imekwama ndani ya sote. Sasa nikamwambia suitoe, akasema hapana. Sote ilikuwa na maziwa Mursik. Paka ikachangamkia ikanona. Nikaona hii kesi ni complicated but sisi ni utumishi kwa huo. Nikamwambia mwage maji ndani ya nini? Sote. So yeye kushida na after amemwaga maji, hiyo paka ikakufa lakini ilitoka. So akaniambia nimesababisha kifo ya paka ya. Mimi nikamwambia sulikuwa unataka paka itoke ndani ya mtungi. Na si imetoka. Au kusema kama ni teto rala. Enye hapo aliona pia yeye haezi ama wapi? Alafu unajua nasikia kuna mafans wa Arsenal hapa. Nduru ya Arsenal. Lakini yenyewe Wakenya wengine wanaenda kwa mtandao wanasema mafans wa Arsenal wanakunywanga chai na sahani. Nikamuuliza kwa nini? Ati jowana kikombe. Yenyewe nikaona yenyewe hii Kenya nini? Sihami kabisa. Alafu kuna kwanga na vitu zingine mimi unishangaza sana kwa hii maisha. Kitu ya kwanza ni kuna mtu hapo hivyo Sosian karibu Sosian Primary School hapo. Kuna Sosiani, yani tulimsimamisha. Okay, nilimwona kama ametema mate. So that is public spitting. Nikamshika nikamwambia unajua hii ni hatia, nakupeleka wapi? Nakupeleka mbele. Akasema wewe ari ingenile yini. Wewe ni mtu wa nyumbani bwana. Mimi pole kabisa pole. Akaomba msamaha for almost 5 minutes alafu akaniambia wewe kwenda huko. Mimi nikamwambia unajua umefanya makosa alafu unanitusi. Akasema iko wapi hiyo mate? Kumbe hiyo mate ilikuwa imekauka. Nilijua yenyewe hii Kenya nini? Zihame kabisa. Alafu unajua the difference between watu wa nini Eldoret na wale wetu wa South Rift inakuanga moja tu. Okay, mnataka nisema ati venye tunafunguanga meno? Hiyo si tofauti, hiyo ni ukweli. Ni moja tu venye tunasimamanga. Unajua wa South Rift tunasimamanga hivi. Lakini nyinyi mnasimamanga hivi. Alafu unapatanga kijana umezoea sana kwa saa yenye wako mahali tu wamezoea kusimama hivi. Hadi hii mkono hapa ni black. Lakini hapa imekuwa nini? Brown. Kwa sababu haijaona juu. Lakini yenyewe Kenya bado si nasikia kuna Eldoret technical training.
Institute, si ndio? Iko? Anyone from there? Wa Mlambes? Wa Mlambes? Hiyo pia mnajua? Okay, hata mimi unajua juzi nilihamia Nairobi. Sasa unajua Nairobi you have to adapt to the situation. So siku hizi nikishika mtu namwambia weka mkono juu nikupackage. Nijue kama umebeba machine gun ama Queen Bee machine. Hii Kenya ni taama ukweli. Wacha nitoke hata. Mbarikiwe sana. Habari zenyu? Mko poa Malindi? Okay, for those who don't know me, my name is Inspector OCS OCPD Aisha. Oh my God. Inspector Major Retired Nicholas Kiprotich, and I greet you all. Habari zenyu? Okay, a lot has been happening recently. Kulikuwa na kitu inaitwa earthquake. Ambia mwenzako earthquake. Mulisikia? Okay, pia mimi nilisikia. I felt it. Lakini si kuweka kwa social media. Kwa sababu sikuwa najua spelling ya earthquake. Nilishindwa ni earthquake. Hadi nikapigia rafiki yangu nikamwambia, "We, boss, nataka kupost kwa social media kwamba nimeshikwa na earthquake. Lakini sijui spelling, unaweza niambia?" Akasema weka tremor. Sasa nikashindwa sasa tremor ndio gani? Okay, there's saa zingine umai kubali matusi bila kukusudia. Umewahi? Bado? Okay, mimi nimewahi. Kuna jana tulikuwa kwa hoteli fulani, sasa tulikuwa wengi. After kukula tukaitisha kitu kama kinywaji. Mimi nikaitisha maji, mwingine akaitisha maji, huyo akaitisha sharubati, huyo mwingine akaitisha mkwaju, huyo mwingine akaitisha soda. Kila mtu akaletewa yake. Wakasahau yangu. Nikamwambia si mimi ni ule maji. Akasema, "Oh, wewe ni maji?" Nikasema, mimi ndio maji." Sasa kama ningeitisha maembe, angeniambia nini? "Wewe ni maembe?" Ungesema nini? Mimi ni Kuna siku nimeitisha nyama. Tumeitisha nyama, tulikuwa wase wanne. Mmoja akaitisha nyama ya kuku, mwingine akaitisha ya ng'ombe, mwingine akaitisha ya kondoo na mwingine akaitisha ya mbuzi. So huyo jamaa akaandika, "Wewe ni kuku?" Asema, "Mimi ni kuku." "Na wewe ni kondoo, si ndio?" "Mimi ni kondoo." "Alafu wewe ni ng'ombe, si ndio?" "Ng'ombe." "Alafu mwingine ni?" "Yeye ni mbuzi." Alafu nikaletewa, mimi nilikuwa kuku, mimi nikaletewa mbuzi. Mimi nikasema, "Wewe mbuzi." "Mimi si mbuzi. Huyu ndio mbuzi. Mimi ni kondoo." Okay, also there's what we call English and Kiswahili as national language. What I love about coastal towns is that they really embrace Kiswahili. Makofi kwao. But you see, mimi nilienda juzi hoteli nikidhani najua Kiswahili kumbe sijui. Mimi nikaenda, nilikuwa na njaa, nikasema nitakula kitu mzito. So kitu mzito kwangu ilikuwa ugali. So mimi nikaenda nikasema nipe ugali, wakasema hatuna ugali, tuko na sima. Nikamwambia wewe sima iko na unga, si ndio? Nasema iko na unga. Imewekwa kwa maji moto, ikapingirishwa ikakuwa ngumu. Akasema nikamwambia leta hiyo. Nikaona ni kama huyu jamaa ananiona nikaa sijui Kiswahili. Nikashika menu. Nikatafuta jina ya Kiswahili yenye ni ngumu. Ndio ajue kwamba pia mimi najua nini? Kiswahili. Mimi nikatafuta yenye iko mrefu kidogo, nikaona sharubati. Nikamwambia sasa sikumwambia na sharubati. Nikasema hii sharubati inakaa kitu ngumu. Wacha nitafute yenye iko na kitu supu. Kitu yenye iko na maji. Nikaona tikitiki
kitikiti maji. Nikamwambia niletee sima, sharubati na kitikiti maji. Imagine huyo jamaa aniletea ugali, juice na watermelon bwana. Hapo ndio nilijua kama haujui. Okay, but anyway, sometimes these accents affect you. Accent ni inaitwa la accent. Okay, accent. Yeah. Accent affects you. Sana sana Waswahili. Juzi tumekuwa nilikuwa kwa station yenye inaitwa Kijingwa actually. Before I came here nilikuwa kwa station inaitwa Kijingwa Police Station. Kijingwa. That's why niliwaambia accents affects people. Tukubali ni hiyo. So tulikuwa kwa patrol siku moja hapo nje, tukasimamisha Mswahili. Tukasimamisha, walikuwa wawili kwa gari. Tukamwambia walikuwa na pickup. Tukamwambia, habari zenu? Akasema sawa. Mnafanya nini hapa? Mko wangapi? Akasema tuko wawili. Na hapo nyuma amebeba nini? Akasema, boss, sisi tumebeba makenda 100. Nikamwambia na mko wawili. Asema na hiyo ingine 96 mmetoa wapi? Akasema boss, ni macadamia nuts. Asanteni sana Mungu.